hivyo na sivyo hivyo tu. Unajua by that time ukikuta duka la watu kwa wanajiita sound sijui nani sound ka sound sijui nini music sound, lazima ukikuta kwenye ile duka kwanza imepigwa machata mengi yani machata yale, maspray yale, maspika yale, maboxi mengi nini, ndo yanatambulisha kwamba hili ni duka la kupimp magari ka accessory. So mimi naenda na approach tofauti kabisa. Kwanza siku ya kwanza nafungua ile duka, it was like a pharmacy, yani si unanielewa, yani ndani yani nyeupe nini, Tabata. Yani kiukweli kuna kitu mpaka nikajitukia, hivi pharmacy au itatambulikaje kama mimi na pimp magari? Lakini kumbe ilikuwa ni nzuri kwamba kuna watu unajua ile machata yale yanakuwa wanadefine kama ni uhuni, especially watu ambao wakina mama, wanawake, unajua kupeleka magari sehemu kama zile ilikuwa ni ngumu, au watu ambao wanajielewa. Mtu labda ni mwalimu wa chuo kikuu afu anaenda kama kijiweni, watu wameweka marimu nje, mzee wana matatu nini. So mimi nilienda na approach tofauti ya tisha. Unajua si black and white bana. Mimi nasema kile kitu ambacho nilikifanyia research kidogo afu experience unaenda kwenye duka kukutana na watu na tattoo unashindwa hata machata graffiti afu ndani speaker moja, nje maboksi mengi hapo ameka tai na balbu la mwanga wa blue ndani. Yes, machata mengi. So mimi nienda tofauti kabisa, nikaibadilisha game, nikabadilisha ofisi, nikaweka vile. Na baadaye siku zilivyokuwa nakwenda, nikawa naona kuna vitu vina miss, kwamba mteja ndio atakuja, atakaa nje, atapigwa jua unajua kuna ile kupanga display vizuri nini, lakini yule mteja ambaye ameniamini, amekuja mpaka dukani kwangu, na mkarimu vipi yani hata kama ni kidogo. So nikaanza kuweka TV, labda coach ya kusubiria, unaweka na AC anafungiwa